nyumbani. Itafika wakati ninaumu kwa sababu nimeshindwa niitibuje hii shida. Niongee ukweli. Ndio, akazungumza ukweli wake kwamba nimeshindwa kumponyesha huyu mtu. Kwa sababu naweka ile dawa na iamini mimi. Halafu ugonjwa unapanda. Nikibadilisha aina ugonjwa unapanda. Sasa nitatibuje? Basi huyu mtu mpelekeni nyumbani. Kama Mungu nilikuwa naenda kumponyesha atamponyesha. Kama atamponyesha nitaomba Mungu. Sawa kabisa. Wakataka kuombana pale na wazazi wangu nini na nini, tusaidieni mgonjwa wetu apone. Maana mgonjwa huyu akasema mgonjwa huyu mimi naomba Mungu amsaidie tu Mungu akapone. Mpelekeni nyumbani. Kama vipi mjenge nyumba ya kweli, mkae nyumba yenu. Mimi nimechoka, nimekosa jinsi ya kutibu. Basi mwenzangu walinibeba pale. Mjomba wako sasa. Mjomba wangu ambaye ni Bangili. Kanibeba pale. Tukarudi nao kweli nyumbani. Tulipofika nyumbani na walienda kuniweka tu kweli hivyo. Bila dawa bila nini. Ukawekwa tu hivyo. Wakamwachia sasa Mungu. Maana mjomba aliuza kila kitu nyumbani. Akamaliza, ng'ombe aliuza, mbuzi aliuza. Ikawa akiombwa mali pale ananunua, na akinunua akambuzi anakuja kupitiliza. Kweli anipeleka nyumbani na tukakaa vile vile. Hamna chochote ambao walikuwa nakunywa hivyo tu. Unaona? Na ukitaka kujisaidia unajinyea tu hivyo. Kama wako shambani wakuta umejipaka mavu mwili wote mzima, umeshapaka mwili mzima. Unaona? Nakwambia ikawa mikiki nishe. Baadaye pale sasa pale nikawa tena najipatia fahamu mdogo, sijui Mungu tu liliamua. Bila dawa sasa. Bila dawa yoyote, unaona? Baadaye pale nikawa sasa najivuta, yani nao cheke na wamatako. Kama mtu ambaye anatambaa mtoto sasa mdogo ameanza kutambaa, si ndio hivyo? Nikawa natembelea matako. Unajivuta na makalio. Baada kujinyea iko pale. Unajinyea tu vile. Baadaye tena kujinyea nikawa nimeacha kwa sababu alipogundua mjomba nafanya hivi. Mjomba alikuwa ananipenda sana Bangili nduguisha huyu. Alikuwa anakujali sana mjomba. Alikuwa ananijali sana Bangili. Baadaye tena nilipoanza kujivuta pale akafanya mbinu moja hivi, akachimba choo. Akawaambia hivi, nyie watoto wangu, huyu akitaka kwenda kujisaidia, mwe mnamuita mnampeleka chooni, anapojivuta hivyo mnamtangulia, anajivuta na wafuata. Kweli nikipata shida ya haja, akili sasa ikaanza kurejea. Akaanza kuja sasa. Akili nikipata shida ya haja, nikipana haja na waita nyie Masanja. Njoo nisaidie watoto wa mjomba wako. Ilikuwa inaitwa Masanja, kwa kina Sorwa. Ambao ni binamu zako. Unawaita Njoni mpeleke, wanakupeleka, wanakutangulia njoo. Kama ng'ombe sasa wewe na makalio. Njoo matakwenda koma. Hadi unajivuta hadi kwenye shimo lile aliyokuchimba mjomba wako. Nakwambia hata mimi kulichoma kwenye tako. Jamani wapenzi watazamaji, ni historia ya machungu lakini inafika muda mwingine inafurahisha. Lakini ni ya huzuni. Tuendeeni kutufuatilia. Matako yakakoma jamaa yangu, yani ukikalia mwimba pale. Hauelewi. Unachoma ule usikii maumivu. Usikii tako lilikoma. Baadaye niliendelea na hiyo hali, wananiita njoo ukipata tu shida, njoo wanakuja unawaita. Baadaye hiyo hali nikazoea mimi mwenyewe. Na kafimbo nikapewa. Ukipata tu shida kwamba niondoke, unapiga mbele, unajivuta, unapiga. Sasa macho hayaoni. Hayaoni, nilishaacha kuona, niko kwa mganga. Mganga tu yule wa 10, ndio yazinikia pale. Na alianza hivyo nilipokuambia kuona watu wawili. Yaliendelea tu baadaye akawa hayaoni. Baadaye sasa yeye hali nirudi kwenye hali ambayo nilikuwa naelekeza. Baadaye pale sasa nikakomaa, nikawa najisaidia mimi tu. Ukipata shida unachukua ile kafimbo unapiga mbele,
unajivuta, unapiga mbele unajivuta. Ile hali sasa ya kujinyea na kupaku na kujipaka mavi ikawa imetoweka. Imetoweka, ilitoka peke yake tu, sijui nini. Mungu naye waga ni fundi. Mungu mkubwa. Mungu mkubwa, unaona? Na kule chooni nikawa naenda mimi mwenyewe. Nimezoea njia. Nikawa naenda mimi. Bila kuwaita sasa kina Masai.